Mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza sana kupitia mradi huu wa ISPEP. Lengo ni kukifanya chuo cha ufundi Arusha kupitia kituo hiki cha umahiri kikuletwa kuwa kitovu cha mafunzo ya nishati jadidifu, yani renewable energy, kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Na kama tumemsikia mkuu wa chuo kwamba yeye ametembea kote huko, lakini Tanzania ni mwisho wa yote. Kwa hiyo tukimaliza chuo hichi tunatarajia nchi jirani na wengine kuja kujifunza Tanzania. Kituo hiki cha umahiri cha kikuletwa ni cha kimkakati kwa sababu mosi, kitatoa mafunzo ya vitendo katika uzalishaji wa nishati jadidifu, nishati ya nguvu ya maji, nishati ya nguvu ya jua, nishati ya nguvu ya upepo na nishati ya bioanuwai. Pili, kinaandaa na kuwapa ujuzi skills vijana watakaofanya kazi katika miradi mikubwa ya kitaifa na kimataifa kama vile bwawa la uzalishaji umeme la Mwalimu Nyerere. Imejiridhisha kuwa mradi unatekelezwa kwa kasi na ubora wa kuridhisha, na thamani ya fedha yani value for money inaonekana kwenye ubora wa majengo na mitambo inayoendelea kufungwa. Aidha, imejiridhisha uhusiano mzuri baina ya chuo na wananchi wa wilaya Hai ambao wamenufaika na uwepo wa mradi huu, iwe ni kwa ajira za muda au huduma nyingine za kijamii. Kwa sera ya elimu ya 2014 toleo la 2023, serikali itaendelea kuboresha chuo cha ufundi Arusha ili vijana waliochagua mkondo wa amali wapate fursa za kujiunga na chuo hiki kinachosifika kwa ubora. Na nashukuru Mungu kwamba kote nilipopita udahilo wa watoto wa kike umeongezeka kwa asilimia. Iendelee. Napenda kushukuru Wizara ya Nishati kwa kuunganisha chuo cha ufundi Arusha na taasisi ya International Solar Alliance ambayo imeingia makubaliano ya kuanzisha kituo maalum cha rasilimali ya nishati ya jua. Kituo hiki kitatoa huduma kwa pamoja, yani one stop center, kwa ajili ya kujenga uwezo, upimaji, uwekwaji wa viwango na uendelezaji wa teknolojia za nishati ya jua. Uwepo wa kituo hiki utachochea maendeleo kwenye uvumbuzi wa vifaa vinavyotumia nishati ya jua hapa nchini. Na hapa sina budi kushukuru uongozi mzima wa Wizara ya Nishati kwa uzalendo huu. Mabibi na mabwana, nimalizie kwa kushukuru uongozi wa chuo cha ufundi Arusha kwa usimamizi mzuri wa mradi huu. Wizara itaendelea kutoa ushirikiano wa hali ya juu ili kuhakikisha kikuletwa inakuwa mfano wa kuigwa barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa vijana na kufanya tafiti. Nawapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Sisi chuo cha ufundi Arusha tulipewa mradi huu. Kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuanzisha kituo mahiri cha kikanda cha mafunzo ya nishati jadidifu. Maana ni kwamba tunatarajia kwamba wanafunzi wote kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Somalia, kutoka Ethiopia, nchi zote waje kusoma hapa. Na tunasema itakuwa hivyo kwa sababu hakuna chuo na tukijua hapa Afrika ambacho kinamiliki mtambo wa kufua umeme. Vile vingine vyote vinatumia mitambo kufua umeme za nchi yao. Kwa hiyo hii inatoa platform nzuri wanafunzi kuja hapa. Na ndio maana Mheshimiwa Mbunge aliomba saa zile kwenye kikao chake kile ya kwamba barabara ikamilike, kwa sababu barabara hii ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu. Kwa jumla mradi huu, Mheshimiwa Naibu Waziri, gharama yake nzima ni dola 20.25 milioni. Sasa hili kwa sababu mwanzoni tulipata fezi ya kwanza ilikuwa ni 16.25, lakini baadaye tukaongezewa fezi ya pili ambayo ni milioni 4. Kwa chuo cha ufundi Arusha milioni 4 yote ile tulidumkiza kwenye hydropower plant, kwa sababu sisi ile ndio hasa cornerstone ya taasisi yetu. Bila ule mtambo hapa hiki chuo kitakuwa kina maana yote ile. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi huu katika chuo cha ufundi Arusha ulizingatia malengo makuu ya mradi pamoja na viashiria vya malipo vinavyohusiana na utendaji, yani disbursement link indicators au DLI kama ifuatavyo. Taji tulikuwa nayo kwanza ni kuongeza idadi udahili wa wanafunzi katika chuo cha ufundi Arusha.
Na napenda kutaarifu kwamba kufikia Disemba mwaka 2025 jumla ya wanafunzi 3519 wamepatiwa mafunzo ya nishati jadidifu, ambapo katika programu za muda mfupi ni wanafunzi 601 na za muda mrefu ni wanafunzi 2918. Na wanafunzi wa kike wapatao 142 wamenufaika na mafunzo ya muda mfupi, lakini vile vile na wanafunzi 631 wa jinsia ya kike wamenufaika na mafunzo ya muda mrefu. Na jumla ya wanafunzi wa kikanda 50 kutoka nchi ya Kenya walikuja hapa kujifunza, na tunatarajia kwamba wengi watakwenda kuja chuo cha ufundi Arusha kwa ajili ya mafunzo mbalimbali. Na wanafunzi 66 hao 50 walisema Mheshimiwa Naibu Waziri ni walikuja kwa mafunzo ya muda mrefu, lakini wanafunzi 66 walikuja kwa mafunzo ya muda mfupi. Na target nyingine ya pili tulikuwa nayo Mheshimiwa Naibu Waziri ilikuwa ni kuimarisha ubora wa mafunzo, na kazi tumeifanya. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuongeza mitaala ambayo ilikuwa ni mipya, na kwa jumla tumetengeneza mitaala mipya 27. Na vile vile kazi nyingine ilikuwa kuhakikisha kwamba wakufunzi chuo cha ufundi Arusha pamoja na wanafunzi wanapata nafasi ya kwenda kujifunza viwandani. Kuna baadhi ya viwanda ambavyo tayari tuna mahusiano nao, walienda kwa jumla wanafunzi 31 walienda, wakufunzi 31 walienda katika mafunzo ya viwandani. Lakini vile vile ukiangalia kwa jumla tulikuwa kwa sababu ilikuwa ni swala kikanda, ilikuwa lazima sisi tupokee wakufunzi kutoka taasisi nyingine kutoka nje, lakini na sisi lazima tupeleke. Kwa jumla watumishi kama 13 wa Tanzania wa chuo cha ufundi Arusha walipata nafasi ya kujifunza katika taasisi mbalimbali nje ya nchi. Wengi walienda nchi ya Kenya ambao tunashirikiana nao, na wa Somalia vile vile, na Ethiopia. Na vile vile kazi nyingine kubwa ili kusudi ama mahusiano yafanikiwe ilikuwa lazima tuingie MOU na hizo taasisi. Tulikuwa na taasisi 17 tuingie nazo MOU katika mradi huu. Chuo kina makubaliano na taasisi nyingi sana, lakini hii kwa ajili ya mradi wa ISRU peke yake. Na kazi kubwa nyingine tulikuwa nayo Mheshimiwa Naibu Waziri ni kuangalia hawa wanafunzi ambao wanaweza kumalizia kazi kufundisha chuo cha ufundi Arusha, wamehitimu, wanaenda wapi? Je, wanahitajika sokoni? Maana ni jambo la msingi sana. Na katika tathmini tuliyoifanya wahitimu, kwa kila mwaka tunafanya tathmini, kwa mwaka 2024 72.5 ya wanafunzi waliomaliza katika programu ya chuo cha ufundi Arusha walifanikiwa kupata ajira katika muda wa miezi 6 baada ya kuhitimu, na kwa upande wa wahitimu wa kike ilikuwa ni 62.6. Kwa namna ya kawaida unaweza kuona kama ni mdogo, unatoa megawati 1.65. Megawati 1.65 ina faida moja kwa jamii. Kwanza, inatosha kulisha mji wa Hai. Ukiangalia wastani wa magorofa 100. Kwa hiyo ukiangalia magorofa yako Hai kama hayafiki 100, ina maana unaweza kwenda mahali pengine. Lakini faida kubwa ya mradi huu itakuwa ni kwamba umeme huo unahitaji chanzo cha karibu ili kuufanya kuwa na viwango quality. Tunapata matatizo kama umeona kwamba kanda yote hii ya kaskazini mpaka inabidi tuagize umeme kutoka nje. Sio kwamba tuna upungufu, isipokuwa kwa kusafirisha unakuwa na shida. Kwa hiyo hii kwanza kwa TANESCO ni kete, kwa sababu inaongeza nguvu ya umeme kuufanya kuwa na quality. Kwa hiyo ndio mtambo tutakao kuwa nao ambao tunakwenda kuweka hapa. Lakini pia mtambo huu umetuongezea wataalamu. Ulikuwa na uhusiano moja kwa moja na mradi wetu mkubwa wa Mwalimu Nyerere, mradi ambao una sifa kubwa. Umekuwepo mwingine umeusikia. Hakuna mtu duniani ambaye haujui mradi wa Mwalimu Nyerere ambao tumeujenga sisi. Mradi Nyerere ulisimamiwa na wataalamu wa Tanzania. Ninasimama mimi ni mmoja wapo, mwanafunzi wa Arusha, lakini nilikuwa Mwalimu Nyerere. Walichokifanya wenzetu, mwenyekiti pamoja na rekta waliosimama na wewe hapo, waliamua kwamba tena Tanzania isimamie huu mradi. Chombo chake yeye mwenyewe, chombo cha wahandisi waelekezi wa Arusha, aliamua kwamba kisimamie, na ndicho kinachosimamia. Alichofanya tu ni kwamba alichukua wachache 6 kutoka Mwalimu Nyerere na walimu wake 16 tufanye hii kazi. Hii kazi imefanywa kwa ufanisi mno. Kinachojitokeza, sifa moja ya hapa ni kwamba kama ni mtoto amezaliwa akiwa na meno na anasema, tunasema kiwe ni chuo cha umahiri. Walimu, naomba tulioshiriki kutoka hapa kama walimu, tukiwa kama washauri elekezi tunyoshe mikono. Hawa ni baadhi ambao unawaona.